Hujambo. Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Omodo. Karibu sana kwenye mhula mwingine wa kipindi cha Neno, ambapo leo tutaanza Biblia upya tena. Hizo si baraka? Ni baraka namna gani kuianza Biblia upya tena? Na leo tutaanza kwa kupitia mafundisho ambayo ni muhimu zaidi, na ukiatilia maanani, msikilizaji wangu, utapata kujifunza jinsi ya kuisoma Biblia yako na kupata ufunuo ambao Mungu amekutayarishia. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno, ambapo leo ni mafunzo jinsi ya kuisoma Biblia. Karibu msikilizaji wangu. Hujambo rafiki msikilizaji, na mshukuru Mungu kwamba katika siku ambazo ametupa, amefanya siku hii ili tufurahie na kushangilia, kwa kuwa rehema na fadhili zake ni mpya kwetu kila siku. Kwangu mimi ni furaha kuu sana kwa kuwa twaanza mafundisho kutoka kwenye mwanzo wa Biblia. Ila mbele ya sisi kuanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo, kwanza ni lazima kupata maelezo yanayohusu Biblia na jinsi ya kulisoma neno hili. Unapomuuliza mtu kuhusu Biblia, mara nyingi utapata majibu ya kushangaza sana. Katika historia ya mwanadamu, hakuna kitabu ambacho kimeletewa kisirani kama vile Biblia. Kuna hao ambao wameona kitabu hiki kuwa ni kitabu kingine tu, na kuna hao ambao wamekichukua kitabu hiki na kukiweka kati ya vitabu vingine. Kitabu hiki kimekashifiwa na hao walio wasomi na pia wale wasio wasomi, na hata kuitwa katika sehemu nyingine kuwa ni najisi, kitabu kisichofaa mtu kusoma. Lakini swali ni hili: je, kwa nini uhasama wa namna hii kwa kitabu hiki kiitwacho Biblia? Kwa nini Biblia imehukumiwa na hata hukumu kutolewa na watu wengi katika vizazi karibia vyote vya mwanadamu? Yote haya, msikilizaji wangu, pamoja na mengine zaidi, ndiyo nataka tuzingatie katika somo letu. Kulingana na jinsi hali imekuwa kwa kitabu hiki, napenda kuchukua hatua ya kwanza ya kukwambia kwa nini kitabu hiki kimekutana na mambo mengi ambayo ni magumu sana. Nayo ndiyo hii: kitabu hiki, yani Biblia, ni kitabu cha kipekee. Mtu mmoja alikiita kitabu hiki kuwa ni kitabu cha vitabu. Kisha kuna mwingine ambaye baada ya kusoma vitabu vya imani nyinginezo alisema ya kuwa chukua vitabu vingine vyote uviweke katika rundo moja, kisha chukua Biblia yako uiweke mbali nazo, kwa kuwa kuna hori au shimo kubwa kati ya Biblia na vitabu hivyo vingine. Aliongezea kwa kusema kwamba shimo hilo haliwezi kufanyiwa daraja, iwe ni kwa njia ya sayansi au ya kidini. Lakini swali ambalo lipo ni hili: je, Biblia ni ya kipekee kwa njia gani? Naam, Biblia, msikilizaji, ni ya kipekee na tofauti na vitabu vinginevyo vya imani au dini kwa sababu ya machache ya uendelezaji wake, kama vile nitakueleza sasa hivi. Hapa tunacho kitabu ambacho kiliandikwa kwa muda wa miaka 1600. Katika historia ya mwanadamu hakuna kitabu ambacho kimeandikwa kwa muda huo ila Biblia peke yake. Biblia iliandikwa katika vizazi 60 na watu zaidi ya 40 ambao walikuwa tabaka mbalimbali. Miongoni mwa waandishi kuna wafalme, wakulima, wanafilosofia, wavuvi wa samaki, watunga mashairi, wakuu katika serikali, wasomi na kadhalika. Kwa mfano, twampata Musa ambaye alikuwa kiongozi wa kisiasa aliyesomea katika vyuo vikuu vya Misri, Petero mvuvi wa samaki, Amosi mchungaji wa wanyama, Yoshua mwanajeshi, Nehemia aliyeshika kikombe cha divai cha mfalme Arstasha, Danieli aliyekuwa waziri mkuu, naye Luka aliyeandika kitabu cha Injili, na hicho kitabu cha Matendo ya Mitume alikuwa daktari. Sulemani naye kama vile wafahamu alikuwa mfalme, Mathayo naye alikuwa mtoza ushuru, na Paulo alikuwa mwalimu wa kidini. Hawa ni wachache tu miongoni mwa hao ambao waliandika maneno haya. Jambo lingine ambalo lafanya Biblia kuwa ya kipekee ni kwamba iliandikwa toka kwenye sehemu tofauti. Musa aliandika vitabu vyake kwenye jangwa, naye Yeremia akaandika kutoka kwenye gereza ya chini ya ngome. Danieli naye
aliandika kutoka kwenye jumba la kifalme na kando ya vilima vya Babeli. Paulo aliandika baadhi ya nyaraka zake kutoka kwenye gereza. Kisha Luka naye akaandika akiwa katika safari, naye Yohana mtume kuandika kitabu chake cha Ufunuo kutoka kwenye kisiwa cha Patimo. Na wengine waliandika maneno haya wakati wa vita, miongoni mwa nyakati nyinginezo. Mfano ni kuhusu Daudi ambaye aliandika nyingi za zaburi zake wakati wa vita, huku Sulemani mwanaye akiandika mithali na vitabu vingine wakati wa amani. Pia rafiki yangu, kitabu hiki kiliandikwa katika hali tofauti. Wengine waliandika kutokana na furaha waliokuwa nayo, na kuna hao walioandika wakiwa katika hali ngumu, hata kukaribia mauti. Isitoshe, kitabu hiki hakikuandikwa toka kwenye sehemu moja tu, bali kiliandikwa katika bara tatu, hii ikiwa ni bara la Asia, bara la Afrika na bara la Ulaya. Pamoja na haya, kitabu hiki kiliandikwa katika lugha tatu, yani lugha ya Kiebrania, Kiaramai ambayo ilitumika wakati wa Yesu, na lugha ya Kiyunani ambayo ilikuwa kama vile Kiingereza kilivyo katika ulimwengu wa sasa, yani lugha ya kimataifa wakati ule. Kwenye kurasa za kitabu hiki kuna mengi maswali yanayowakumba wanadamu ambayo yameshughulikiwa viwavyo. Haya ni maswali ambayo mara yanapotajwa huleta utata na upinzani mkali sana miongoni mwa wahusika. Na kwa haya maswala, lile ambalo twapata ni kwamba masala haya yenye utata yamezungumziwa na hao waandishi katika hali ya kukubaliana sana, kutoka kwenye hicho kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo wa Yohana, ambapo mada kuu ni upatanishi wa mwanadamu na Mungu, hasa ukombozi wake. Bustani hiyo ya Adeni ambayo ilipotea katika kitabu cha Mwanzo yarejeshwa kwa upya katika kitabu cha Ufunuo. Na hapo ambapo mti wa matunda ya uzima ulifungwa katika kitabu cha Mwanzo, kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mti huo wazi kwa mwanadamu milele. Kwa kweli, kitabu hiki ni cha ajabu sana, tena ni cha kipekee, kwa kuwa kama vile ilivyo kwa mwili wa mwanadamu, kwamba huwezi kuuelezea viwavyo bila ya kunena kuhusu sehemu nyinginezo, hivyo ndivyo ilivyo kwa kitabu hiki, yani Biblia. Ndiposa mtume Petro aandika na kusema kwamba maandiko haya hayawezi kutafasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Unapofikiria habari ya kitabu hiki, ni rahisi kwa mtu kudhani kwamba haya ni maandiko ya hao Wayahudi. Ila tunapotazama na kuchunguza jinsi ambavyo maandiko haya yaliandikwa, twafahamu ya kuwa kuna utofauti wa zaidi ya miaka 1600 katika uandikaji wa maandiko haya. Isitoshe, kama vile nilitaja hapo awali, kitabu hiki kiliandikiwa katika sehemu tofauti tofauti. Kuna hao walioandika wakiwa kule Italia, Uajemi na kadhalika. Waandishi hawa waliishi katika vizazi na karne tofauti sana, na kutengwa na miaka nyingi pia. Pamoja na hili ni kwamba walitoka katika tabaka mbalimbali za maisha. Walikuwamo wavuvi, wafalme, watunga sheria, makuhani, manabii na kadhalika. Na kwa habari ya uandishi wao, kuna kila aina ya mitindo ya uandishi, kila mmoja akiwa na mtindo wake. Kuna historia na sheria zinazohusu umma, uhalifu, tabia na utu, mambo ya kidini, miongoni mwa nyinginezo. Kuna mashairi ya kidini, mafundisho, mashairi ya kuimba kwa kinubi, kuna mithali, mifano, historia za watu binafsi, nyaraka, orodha ya matukio maishani, na pia kuna huo unabii na mambo yanayohusu siku za mwisho. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, Biblia sio tu kusanyiko ya masomo au mashairi mazuri hata kidogo, kwa kuwa kuna huo umoja wa wazo ambayo yafanya Biblia yote kuwa moja. Masomo na shairi ni nzuri, hutenezwa na wajuzi katika nyanja hiyo, ila Biblia haina mmoja ambaye tuweza kusema kwamba alifanya kazi ya kuunganisha Biblia ili kuwa jinsi ilivyo hata na sasa. Hii ni kweli rafiki yangu, kwa kuwa unapochukua waandishi kadha kutoka katika tabaka tofauti maishani, kisha uambie kuandika kuhusu somo lolote lile, utashangaa matokeo yatakayokuwapo. Hakutakuwapo na hali ya kuendeleza wazo moja kama vile ilivyo kwenye Biblia. Na kwako wewe ambaye watafuta kweli, ni lazima kuchunguza na hata kusoma kitabu hiki ambacho kina upekee wa namna hii. Biblia ni ya kipekee rafiki msikilizaji, kwa kuwa katika hayo ambayo wanadamu zaidi ya 40 wameandika, jumla ya yote ni kwamba ni neno lake Mungu. Kwa hivyo ni wazi kwamba kitabu hiki kina waandishi wawili, yaani Mungu na mwanadamu. Huenda wajiuliza, jambo hili laweza kutendeka kivipi? Mara nyingi watu wanaposikia neno kama hili, wao hudhani kwamba
Mungu aliwaketisha hao waandishi na kuambia hilo ambalo walihitaji kuandika moja kwa moja. Yaani, kwa mfano wa katibu au mwandishi ambaye hatumii mawazo yake kuandika hilo ambalo anaambiwa, bali amejifunza kufanya kazi hiyo ya kuandika hapo mkuu wake anaponena. Lakini Biblia siyo jinsi hivyo, bali maana ambayo ninayo kwa kusema kwamba Mungu na mwanadamu ndiyo mwandishi wake ni kwamba kila mmoja aliyehusika kwa kuandika kitabu hiki aliandika kwa njia ya mawazo yake, hali ya maisha yake, hisia na mambo ambayo yaliwakumba wakati ule. Hii ni kama vile inavyodhihirika katika utofauti wa jinsi kila kitabu kimeandikwa. Unaposoma kwa uangalifu, utaona kwamba kuna utofauti mkubwa sana, kama vile nimesema, kati ya waandishi, na pia utafahamu mambo ambayo yalikuwa yamewakumba wakati wa kuandika maneno hayo. Hayo maneno pamoja na nyakati walizokuwa wakipitia, ndiyo Roho Mtakatifu wa Mungu aliwaongoza jinsi ya kuandika, ili kwamba mwisho wa yote ambayo walikuwa wakiandika watu wale ni hayo ambayo Mungu alinena mwenyewe. Mfano wa hili ambalo nanena ni kama vile vitabu vya Paulo, vitabu vya Injili na kadhalika. Pia kuna sehemu ambazo Mungu aliwaamuru baadhi ya waandishi kuandika hayo ambayo awanenea. Pia kuna sehemu ambazo Mungu aliwaamuru baadhi ya waandishi kuandika hayo ambayo aliwanenea moja kwa moja. Katika sehemu hizo waandishi hawakuruhusiwa kuongezea lolote lile. Hii ni kama vile twapata katika kitabu cha Mwanzo na hicho cha Kutoka, mambo ambayo Mungu aliwataka Waisraeli wafahamu, hasa kwa habari la chimbuko lao, na pia kuzijua na kuzishika amri zake. Manabii pia waliandika moja kwa moja kulingana na neno la Mungu ambalo liliwajia, ila kuna hao ambao waliandika katika mtindo waliopenda. Isitoshe, kwenye kitabu hiki twapata kwamba zaidi ya mara 2500 maneno kama haya: Mungu akasema, neno la Bwana lilinijia kusema, hivi ndivyo asemavyo Bwana, na kadhalika. Katika hali ya uwazi kabisa, Mungu asema kwamba yuanena nasi wanadamu kwa njia ya kitabu hiki, yaani Biblia. Hiki ni kitabu ambacho cha kuasilia uzima, na kwa kuamini kitabu hiki wafanyika kuwa mtoto wa Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili, sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno hili la Mungu ambalo ladumu milele hata milele. Kwa taarifa yako ndugu msikilizaji, elewa hili ya kuwa iwapo Mungu angelinena sasa hivi kutoka mbinguni, hakuna lingine ambalo angelikuambia isipokuwa maneno haya haya ambayo yamo katika Biblia hii kwa kizazi hiki cha leo. Biblia ni kitabu cha Mungu na pia ni cha binadamu. Hii ni kama vile alivyokuwa Bwana wangu Yesu Kristo, ambaye alitembea na kuchoka kama sisi, ijapokuwa alikuwa ni Mungu. Ndugu msikilizaji, kitabu hiki ni mlango ulioko kati ya pande mbili za umilele, ambapo Kristo wa Mungu alipitia. Nyayo zake ambazo hazionekani zasikika katika Agano la Kale, ila kwenye Agano Jipya twakutana naye ana kwa ana, akiwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Ni katika huyo Kristo pekee, huyo aliyesulubiwa kwa ajili yetu, ndipo twapata masamaha ya dhambi na uzima wa milele. Agano la Kale unaposoma vyema, wapata kwamba jumla yake ni jina hili, yani Kristo, nayo Agano Jipya jumla yake ni jina hili, Yesu. Kwa hivyo Biblia nzima jumla yake ni hii, Yesu ndiye Kristo. Licha ya hayo yote, huenda bado una swali la kujiuliza iwapo kwa hakika kitabu hiki chatoka kwake Mungu. Nami ninayo baadhi ya mambo ambayo ningelipenda ufahamu ili ufikirie na kutafakari kuhusu kitabu hiki. Tunapowaza kuhusu historia ya Biblia, twaona kwamba ni kitabu cha kipekee kutokana na jinsi kimehifadhiwa na kuokolewa kwa milenia kadhaa sasa. Kwanza ni kuhusu kuandikwa kwake. Ijapokuwa mashine za kuchapisha hazikuwepo, maandiko haya yalihifadhiwa wakati ule katika usawa wote. Hivyo si ndivyo ilivyo kwa vitabu vingine vya imani, hivyo si ndivyo ilivyo kwa vitabu vingine vya imani nyinginezo. Maandishi ya kwanza ambayo yaliandikwa katika lugha ya Kiyunani, Kiarami, Kilatini na Kiebrania zote zipo, jambo ambalo lafanya kitabu hiki kuwa cha kipekee na kutegemewa. Ndugu yangu, hivi sasa unaposikiliza kipindi hiki, nataka uelewe ya kuwa katika ulimwengu wote hakuna kitabu ambacho kimepitia magumu na kuchomwa na hata kupigwa marufuku kama Biblia. Hata sasa kuna baadhi ya sehemu na nchi zingine ambazo huwezi kubeba au kumiliki Biblia. Nalo jambo hili halikuanza hivi majuzi, bali ni tangu ule utawala wa Kirumi hadi sasa. Kuna mtu mmoja aliyeitwa Voltaire, Mfaransa, ambaye alifariki kwenye mwaka wa 1777,
naye alisema kwamba baada ya miaka 100 kutoka wakati wake, Ukristo utakuwa umefutuliwa mbali toka kwenye uso wa dunia na kupatikana tu katika historia. Mtu huyu ni historia sasa, nalo neno la Mungu lazidi kuendelea mbele. Isitoshe, mtu huyu ambaye alijivuna kwa jinsi hiyo, baada ya kufa kwake, mashine yake ya kuchapisha vitabu ilitumika na chama cha Biblia cha Geneva kuchapisha Biblia, na nyumba yake kuwa mahali pa kuweka hizo Biblia. Kwenye mwaka wa 303, mtawala mmoja kwa jina Diocletian aliamuru kwamba makanisa yote na Biblia zichomwe, na hao ambao ni viongozi wa imani hiyo ya Kikristo walitishwa kunyang'anywa haki zao za uraia iwapo hawatakana imani yao katika Kristo. Baada ya miaka 25, Konstantin alichukua mahali pake na kuagiza kwamba Biblia 50 zichapishwe kwa gharama ya serikali. Kwa kweli, matukio kama haya na mengineyo ambayo tuona kwamba Biblia imehifadhiwa ni thibitisho kwamba hiki ni kitabu cha kipekee. Na hicho ambacho ni cha kipekee utafanya vyema, ndugu msikilizaji, kukichunguza, maana ni busara kwako kufanya hivyo. Kuna wale ambao kwa muda mrefu sana wamepinga Biblia, ila la kushangaza ni kwamba kitabu hiki kimekuwa mwamba imara ambao usogezwi hata kidogo. Kinaendelea kuchapishwa kote ulimwenguni na kuuzwa sana kuliko kitabu kinginecho ambacho kimewahi kuwepo ulimwenguni. Isitoshe, hakuna kitabu ambacho kimechapishwa katika lugha nyingi kuliko kitabu hiki, yani Biblia. Kwa maneno mengine, Mungu hajazungumza katika lugha moja, bali amezungumza katika kila lugha chini ya jua. Na kwa hili nakuuliza, je, habari gani Mungu wako? Anena nawe katika lugha yako na waelewa kile ambacho anena nawe? Una uhakika wa hilo ambalo wasoma katika kitabu hicho cha imani yako? Ikiwa jibu ni la, basi jaribu Biblia nawe hutajuta hata kidogo. Zaidi, kitabu hiki, ndugu msikilizaji, ni cha kipekee katika mafundisho yake. Unaposoma kitabu hiki, kama vile wengi wamesoma, wapata kwamba kitabu hiki kina mafundisho ambayo hakuna sehemu nyingine yoyote waweza kupata. Kwa mfano, kwa habari ya unabii, hakuna kitabu chochote ulimwenguni ambacho kimenena kuhusu mataifa binafsi kama vile taifa la Israeli, watu wote wa dunia, miji na kuu kuliko yote, kuhusu yule Masihi ambaye ni Yesu Kristo. Katika maandishi tofauti ambayo yapo katika ulimwengu wa sasa, ambayo yasemekana kuwa ni unabii, hamna hata moja yao ambayo kuna unabii wa moja kwa moja kuhusu jambo lolote ambalo litatukia au kutendeka, hasa kwa habari ya matukio ya baadaye au kuja kwa mmoja ambaye ataokoa wanadamu kutokana na masaibu yao. Haya yapo tu kwenye Biblia, jambo ambalo lafanya kitabu hiki zaidi kuwa cha kipekee. Pamoja na hayo, msikilizaji wangu, ni kwamba kwa wote ambao wameanzisha dini zao, hata kusemekana kuwa ni nabii, hakuna yeyote ambaye vitabu vya imani yao vyanena kuhusu kuja kwao kabla ya wao kuzaliwa. Kwa kutajia zaidi, miongoni mwa hayo ambayo yafanya Biblia kuwa ya pekee ni historia iliyomo ndani yake, ambayo yaambatana na historia ya kawaida. Mfano ambao naweza kutoa hapa ni hilo taifa la Israeli. Hakuna taifa ulimwenguni kote ambalo laweza kusema kwamba lina historia ya mwanzo wao kama vile Israeli. Mataifa mengi leo hii, pamoja na kabila za watu, hawana hilo ambalo nataja kuwa ni chimbuko lao kama taifa, sembuse kabila lao. Soma vitabu vingine vya imani yoyote ile, kisha usome kitabu hiki ambacho ni Biblia, nawe utafahamu kwamba kuna hilo lisilo la kawaida katika maandiko yake. Kwa uwazi kabisa, Biblia inaponenda kuhusu habari za mtu fulani, hakuna lolote ambalo lafichwa, bali utu, tabia na matendo yao ni wazi kwa kila asomaye. Hivi si ndivyo ilivyo katika vitabu ambavyo vyanena kuhusu maisha ya mtu, hata ikiwa yeye mwenyewe ndiye ameandika kitabu chenyewe. Katika vitabu vingi utapata kwamba maisha ya kawaida ya wahusika yamefichwa kwa kiwango kikuu sana, hata usijue iwapo walikuwa na udhaifu wa kibinadamu au la. Na kwa mifano zaidi, nitakuuliza usome kwenye Biblia katika Kumbukumbu la Torati sura ya 9 aya ya 24, na kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kwenye aya ya 11 hadi 13, kisha uendelee kwenye sura ya 49 ya kitabu hicho cha Mwanzo aya ya 5 hadi 7. Nao waandishi wa vitabu vya Injili wagusia makosa ambayo yalikuwepo na pia makosa ya wenzao. Haya tu, msikilizaji, ni miongoni mwa mengi ambayo yamenenwa waziwazi katika Biblia bila ya kuficha lolote lile. Ni mengi ambayo yapo kuhusu jinsi kitabu hiki ni cha kipekee, ila kwa sasa nitaomba pamoja nawe kutokana na haya ambayo
tumejifunza leo. Na tuombe. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, kwa kweli ni mengi ambayo tuweza kukushukuru kwayo, ila kwa sasa twakushukuru tu kwa ajili ya kitabu hiki ambacho ni cha kipekee, yani Biblia, ambacho umetupa. Ombi langu ni kwamba katika yote ambayo tumeyafahamu kuhusu kitabu hiki, utatuwezesha kukisogea maishani mwetu, kukisoma na kutafakari yaliyomo, kwa kuwa hiki si kitabu cha kawaida. Naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji anapotafuta kujua zaidi kuhusu kitabu hiki, ewe Roho Mtakatifu utamwangazia na kumwongoza ili apate huo mwanga wa uzima na kumwamini huyo ambaye ni mada ya kitabu hiki, yeye anayetupatanisha sisi wanadamu na Mungu, yani Yesu Kristo. Najua kwamba hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa nimeomba katika jina hilo safi, jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, kwa kweli kitabu hiki ni cha kipekee, na wewe kama mtu mwenye busara utafanya vyema iwapo watafuta kweli kukichunguza kitabu hiki kwa umakini kwa kukisoma. Na kwa hayo natazamia kwamba utaungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ili tena kwa pamoja tuendelee kujua zaidi kuhusu kitabu hiki cha kipekee, yani Biblia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ndiyo msikilizaji wangu, andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha ukumbuke kuandika code namba ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Na hadi hapo kesho, ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno lina